Jina hili katika majina, rafiki yangu mmoja alikuwa mke wake kapimwa, alikuwa mjamzito, kapimwa, kakutwa ana upungufu wa damu, anatakiwa ongezewe damu. Amerudi jioni, mume wake anamuuliza vipi? Akamwambia bwana, nimeambiwa niongezewe damu kwa sababu damu hizi ni hafifu na muda wa kujifungua umefika. Basi jioni yake akasema sana nafanyaje? Na mke wake alikuwa sio mtu wa adhkari, alikuwa ni mtu mwenye kupuuza tu adhkari. Mume wake anafanya adhkari, anambia hizi bwana nimeona mafanikio na hivi. Yasema hapana. Mke wake sio, unajua kama wanawake pia wana hamna, natakiwa tukao. Basi huyu bwana ikafika jioni, ile jioni mke wake kaanza kuumwa, kazidiwa, ndio anatakiwa kujifungua. Anasema akaenda kamuita jirani, bwana niangalizie mgonjwa. Anasema bwana ana hali, huyu anatakiwa ajifungue. Sasa huyu bwana yeye akasema bwana ustadhi, naomba basi nikamwambia akafanye jina hili, ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahman. Ukimaliza ya Allahu ya Rahman useme la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Anasema bwana nikaendelea kusema ya Allahu ya Rahman. Jinsi ninavyozidi kusema ndivyo mke wangu anavyozidi kuzidiwa. Sasa nafanyaje? Ikabidi sasa yule jirani akamwambia bwana huyu yuko kwenye hali ya anaumwa uchungu wa kujifungua. Hivyo ndio. Basi tafute gari kwenye eneo ambalo walipokuwepo wakati huo, gari hazipatikani. Huyu bwana anasema akatoka barabarani, ghafla akakutana na taksi. Ile taksi ina watu wawili. Akaisimamisha bila uoga, na ni usiku mida ya saa 4 saa 5, na maeneo ya pembeni ya mji unayajua yalivyo. Basi ile muda yule bwana akasema tunawasubiria hapa. Basi akaenda kamchukua mgonjwa yule ambaye anaumwa uchungu kujifungua, ambaye ilikuwa anatakiwa ongezewe nini? Damu. Ikabidi na watu wengine wakapanda kwenye ile gari wakaenda mpaka hospitali. Wale watu, yule bwana ambaye alizuia ile taksi akaitwa na wale jamaa wawili. Sasa bwana, sisi tulikuwa na safari zetu. Hapo unaona yawezekana wale walikuwa ni askari kwa sababu walikuwa wana pistol. Asema kwanza sisi tumeshangaa kwa nini tumesimama na tumekusikiliza halafu tumekusaidia. Asema alivyoenda hospitali hawakumdai chochote wale mabwana wawili. Ambia bwana, sisi una bahati kwa sababu si mtu akitusimamisha wewe tunaona mvamizi tunaweza tukampiga, lakini tulikuwa wabari, tulikuwa na amani. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kheri mgonjwa wako ajifungue salama. Wale jamaa wakaondoka, hawakudai chochote. Sasa huyu bwana anafika hospitali anaambiwa mke wako ameshajifungua, lakini manesi wanashangaa. Huyu dada yani amejifungua akiwa na nguvu lakini damu ya kutosha. Kuna wakina mama ambao wakijifungua kama hivi wanatakiwa waongezewe damu. Kumbuka kwamba alipimwa mchana wake kwamba anatakiwa aongezewe nini? Damu, kutokana na hali. Sasa tangu siku hiyo yule dada kwa sababu hakuongezewa damu, alimuona mume wake kiwa akifanya ya Allahu ya Rahmani. Basi yule dada, yule mama, tangu na hapo mpaka sasa hakuacha kumtaja Mwenyezi Mungu kwa majina yake matakatifu. Kwa hiyo majina haya yanatuokoa. Anatuokoa Mwenyezi Mungu kwa kupitia nini? Majina yake, kwa sababu yeye ndio akasema tumuombe kwa majina yake. Tunamuombaje? Ndio kwa utaratibu huu sasa. Badala kuenda kwa nani sijui kwa nani, nenda kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usitegemee chochote, mtegemee Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.